Bwana asifiwe. Haleluya. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Good morning. Bwana asifiwe. Karibu wote ambao wanaotutazama katika kurasa yetu ya Facebook na pia kwenye YouTube channel tunajiita CTV Kenya. Enda mahali pale usubscribe na ulike page yetu, na unapofanya hivyo utakuwa umejumuika pamoja nasi kuhubiri hii injili. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Waruige. Tuko hapa Nairobi, Kenya, roundabout ya City Stadium kwa jumba linaitwa Bank Center. Kwa hivyo karibuni wote, tunawapenda. Juu hatuchukulii tu ni kawaida, bali ni ile neema ambayo Mungu ametupa. Juu umechagua kuwa pamoja nasi katika ibada ya asubuhi, kwa hivyo usichukulie tu hivyo. Tunashukuru sana kwa sababu umeendelea kuwa pamoja nasi tangu tulipoanzisha ibada zetu. Asante kwa kusifuatilia. Asante sana. Mungu azidi kukubariki na azidi kukuinua. Wacha tukaombe Mwenyezi Mungu na pia tukaweza kumshukuru kwa kutupa nafasi nyingine ya kuwa hai siku ya leo. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo maana umekuwa pamoja nasi usiku kucha. Umetulinda Jehova na ukazuia maovu mengi kututendekea usiku uliopita. Baba ni asante kwa maana huo usiku ulikuwa na changamoto zake. Washirikina na wachai, wakora wote Jehova walikuwa na surura usiku Mungu. Lakini hakuna kitu hata moja yetu ambao Shetani amefaulu kukiondoa. Na asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Asubuhi ya leo Baba, ninaomba ukaweze kuwa pamoja nasi siku ya leo, ukaweze kutangulia, ukaweze kutupigania Baba na ukaweze kutuonekania siku ya leo. Ukatupe kibali Baba ya kushinda uovu wote siku ya leo na kushinda siku njema siku ya leo. Ni asante Mungu wetu, tubariki Baba. Ninapoendelea kunena neno lako Baba, naomba Roho wako Mtakatifu akanitangulie, Roho wako Mtakatifu akawe mwongozo wangu, akanielekeze, akanifundishe neno lako na pia akaweze kuliweka ndani ya kinywa changu na liwe neno ambalo itabariki watu wengi. Utakapoliachilia, wacha Baba likatoke ndani yangu kulingana na mapenzi yako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Tuseme amen. Bwana asifiwe. Neno la leo tutalipata katika kitabu ni Yohana 14 kuanzia mstari wa 12 hadi 18. Kuhusu Yesu, ile ahadi ambayo alituahidi ya kwamba hata wakati atakapoenda mbinguni atatuachia msaidizi. Jesus promises another helper. Kwa hivyo tuko na msaidizi, hatukuachwa bure. Bwana asifiwe. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and a greater work than this he will do, because I go to my Father's, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you
if you love me, keep my commandment, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he will dwell with you, and he will be in you. I will not leave you orphan, I will come for you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hili neno ambalo nimelisoma asubuhi ya leo ni kuhusu Yesu alipokuwa anatayarisha wanafunzi wake. Anatuambia ya kwamba na anatuashua kama tunamwamini na kuamini kazi ambayo yeye ameifanya na ameikamilisha, tutafanya kazi kubwa kuliko hiyo. Kwa hivyo hizi ni ahadi ambazo Yesu ametupa. Hizi ni ahadi ambazo Yesu mwenyewe alituahidi kama watoto wake, wale ambao wanaomwamini na wale ambao wameamini kazi ambayo amelitenda. Anatuahidi ya kwamba kile ambacho alikifanya tutafanya zaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu anatufanya tukue na nguvu zaidi wakati tunapokaa ndani yake na tunakaa ndani ya mapenzi yake. Anatuahidi ya kwamba hatatuacha bure. Anatuambia ya kwamba hata yeye baada ya kwenda kwa Baba huko mbinguni atatuachia msaidizi. Kwa hivyo jua asubuhi ya leo uko na msaidizi ambaye Yesu Kristo alituachia. Kwa hivyo uwe na imani ya kwamba huyu msaidizi atakuwa pamoja nawe. Anatuahidi ya kwamba huyu msaidizi atakaa nasi milele. Bwana asifiwe. Anasema huyu msaidizi atatusaidia siku zote na hata milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo hili neno likakutie nguvu. Hili neno likakupe tumainio. Hili neno likafanye ukaweze kile ambacho haukuweza. Maana kama huyu Yesu mwenyewe alituambia tutatenda tukimpenda zaidi na tukae ndani yake. Yale mambo ambayo alitenda, ile kazi ambayo alitenda, tutafanya zaidi ya hiyo. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba tukiwa ndani ya Mungu, tukiwa ndani ya Yesu Kristo na tukimwamini zaidi, kwa hakika tutafanya mambo makuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo abia Roho wa Mungu ambaye ndio msaidizi ambaye tuliachiwa na Yesu Kristo. Mjulize haja zako, mualike ndani ya maisha yako, mualike asubuhi ya leo ili akaweze kuandamana pamoja nawe siku ya leo. Kwa hakika alikuwa na wewe usiku kucha. Pia asubuhi ya leo unapoamuka, omba Roho Mtakatifu akaweze kutagulia siku yako. Omba Roho Mtakatifu akaweze kukusaidia atembee na wewe siku yote. Maana tunaona Biblia inasema huyu msaidizi hakuna siku atatoka kwetu. Anasema atakaa nasi milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapokaa ama unapoishi, jua ya kwamba either ni wewe ndio utakosa kumuita huyu msaidizi, maana ako available. Kwa hivyo wakati unajiona umefika mwisho, unajiona ya kwamba huwezi ama ukafaulu, rudisha mawazo yako ndani ya Kristo na ujue ya kwamba alituachia msaidizi. Kwa hivyo hufai kamwe kuhangaika ama kuteseka wakati unauinukiwa, wakati mambo yako haiendi mzuri. Jua ya kwamba uko na msaidizi. Unafaa uelewe na ufahamu kwamba huyu msaidizi hakuna siku ataondoka kwetu, atazidi kukaa nasi. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe ambao umemwamini Kristo na ukaamini kazi ambazo amezitenda hapa duniani. Ukisaziamini, kwa uhakika utafanya mambo makubwa. Kama natuahidi ya kwamba tutafanya zaidi, hivyo ndivyo tu tunaamini hata katika hali ama kazi ambazo unazofanya zitapanuka zaidi, maana uko na Roho Mtakatifu. Chochote utakachokuwa unafanya, chochote utakuwa unanena,
kitakuwa kinafanyika na ukuu wake kwa ajili ya utukufu wa Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo asubuhi ya leo, alika Roho Mtakatifu mahali ambapo unafanya kazi, akatangulie mahali pale, akatangulie mahali ambapo unafanyia kibarua yako, mahali umeweka biashara, ukaambie Roho wa Mungu akaweze kukutangulia ili akaweze kukuongoza. Ikiwa kuna roho ambazo zimetupwa mahali pale, unapoalika Roho Mtakatifu akatangulie, kwa uhakika ataenda kusafisha kile ambacho na kuondoa kila nguvu ya giza ambayo inaweza kuwa imewekwa mahali pale. Kwa hivyo huyu msaidizi ni wa maana sana katika maisha yetu ya hapa duniani. Huyu msaidizi ana maana sana, mutie maanani, maana huyu ndiye atakaye kusaidia. Huyu sio kama mwanadamu, huyu sio kama ndugu yako, huyu sio kama wazazi wako, ama mtu yoyote yule ambao unamwamini dunia hii. Huyu hawezi akabadilika, huyu hawezi akakuruka, huyu hawezi kukuachilia. Maana sisi wanadamu tukimtegemea wanadamu wenzetu, wakati utakuwa kwenye shinda, na ila shida yenyewe iwe aidha ni uhai ama kufa, hakuna atakayeweza kujitolea. Kwa hivyo utaachanishwa mahali pale, uangamie ukiwa peke yako. Lakini Roho Mtakatifu ambaye ndiyo msaidizi wetu, hana kinyongo nasi, ako tayari kutembea nasi hadi dakika ya mwisho. Aidha tuko kwa uzuri ama tuko kwa ubaya, aidha vita zimechacha, hata tuachilia. Wenzetu wanaweza tuachilia saa ile vita imeshachacha, lakini yeye hakuna siku hata moja atatuacha. Ndiyo maana Yesu anasema mwenye anampenda yeye pia apende sheria zake, apende zile sheria ambazo Mungu alitupea. Kwa hivyo ahadi tu ambayo tu Yesu mwenyewe ametuahidi ni kumpenda tu na kutimiza kulingana na sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tu ni hayo mambo mawili ambayo itatufanya tukafaulu, ambayo itatufanya maisha yetu yakabadilike. Hii ndio itakayofanya nyota zetu ambazo zimekuwa zimeimbiwa, hii ndio peke yake inaweza irejesha. Bwana asifiwe. Kumpenda Yesu na kutii sheria. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio mambo mengi ambayo Yesu ametuahidi. Ametuahidi tu tukikaa ndani yake na tufuate hizi sheria zake, huyu msaidizi atafanya kazi ndani yetu na hata tuacha. Maana huyu msaidizi atatumwa kwa ajili yetu, na anapofanya hivyo tunajua Roho Mtakatifu wote ni Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuamini katika hili neno ya kwamba kile ambacho Yesu alituachia na kile ambacho alituahidi tutakipokea kwa ajili ya utukufu wa Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba umebadilisha mawazo yako, nia zako ambazo ni bovu. Badilisha mienendo yako kama sio mienendo ambayo inamfurahisha Mungu. Badilisha chochote kile ambacho unakiona ama unakihizi ni kinyume na sheria za Mwenyezi Mungu. Na unapofanya hivyo, siku yako itakuwa ya kufanikiwa, siku yako itakuwa ya kufaulu. Bwana asifiwe. Haijalishi uko na shida gani asubuhi ya leo, maana msaidizi ako pamoja nasi. Kama ni ugonjwa ambao inakusumbua asubuhi ya leo, weka imani katika Kristo. Weka imani katika huyu msaidizi ambaye Yesu alituachia. Atakuponya, ataondoa mizigo yote, ataondoa magonjwa yote ambayo inakusukuma. Bwana asifiwe. Atakupa tumaini, atakurejeshea afya. Bora tuamini huyu msaidizi ambaye tunapoamini tunajua kwamba tunaamini na tunampenda Mungu. Maana anasema yeye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wote wako pamoja, wote wako pamoja. Kwa hivyo tunapoitana wako tayari kutushughulikia. Kwa hivyo asubuhi ya leo
Kabidhi juhudi zako za siku ya leo, kile ambacho unafanya siku ya leo, kabidhi Mungu, kabidhi Roho wa Mungu akuongoze na akuelekeze. Na unapofanya hivyo, niko na uhakika ya kwamba utapokea kile ambacho ni chako, kikiwa kizima, kikiwa hakichapunguzwa hata kidogo. Kwa hivyo tukae ndani ya Kristo asubuhi ya leo, na tuamini neno lake, na tuamini ahadi zote ambazo ametupa, na tuamini sana ile kazi ambayo ameifanya hapa duniani na akaikamilisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ninawatakia siku ambayo imejawa na furaha, siku ambayo imejawa na kufanikiwa, siku ambayo utashinda challenges zote ambazo ulikuwa nazo, maana msaidizi tumeshaachiwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo niko na imani ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe, na Mungu atakushindania, na Mungu atakuelekeza kwa kile ambacho ni chako. Bwana asifiwe. Atakuunganisha na destiny connectors wako siku ya leo. Kwa hivyo usife moyo, tembea na Roho wa Mungu, maana msaidizi atakushikilia popote uendapo, utapata kibali. Kwa hivyo amini pamoja na hili neno ya kwamba tutafanya makubwa kuliko venye Yesu alifanya, maana yeye ndiye ambaye ametupromise ya kwamba tutafanya zaidi. Kwa hivyo tunajua kile ambacho tunafanya siku ya leo kitakuwa kikubwa, kitapanuka kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Tushukuru kwa ajili ya hili neno, na tuambie hili neno likaweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu na ndani ya siku yetu ya leo. Tunajua kwamba kupitia hili neno maisha yetu itabadilika na maisha yetu itakuwa ya baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya hili neno ambao Baba umelitia kinywani mwangu. Ulituambia Yesu, hutatuacha bure, utatuachia msaidizi ambaye atakuwa pamoja nasi. Tunaamini asubuhi ya leo Baba, msaidizi yako pamoja nasi. Bora tu Yesu, tunatimiza na tunakupenda na tunatimiza na kutii sheria zako Baba. Tunasema ni asante Mungu wetu wa mbinguni. Tusaidie, tuwezeshe, tufaulishe siku ya leo. Neema yako Baba ikatangulie popote tutakapoenda, tukawe na kibali siku ya leo. Ambao ni wagonjwa Jehova, ambao hawana tumaini siku ya leo, Roho wako Mtakatifu Baba akawape tumaini, akawashindanie changamoto ambazo wanazozipitia. Wabariki ukawainue Jehova. Wale ambao wanaonitazama Jehova, wasidishie neema zako Jehova. Wasaidie, wawezeshe, wafaulishe siku ya leo. Roho wako Mtakatifu akaweze kuwaongoza. Roho wako Mtakatifu akawe nuru yao katika jina Yesu Kristo. Baba ni asante, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na sisi Bwana ukaweze kutubariki, ukaendelee kutuinua Baba. Tunapopatiana hii habari njema Baba, tunaomba neema yako ikatusidie. Maana wewe ni Mungu wetu, wewe unatupenda, sisi ni watoto wako. Na kwa hakika kile ambacho tunachoomba na kile ambacho tunaamini, kwa hakika utatujalia. Pokea sifa na utukufu. Kumbuka ya madhabahu ya Synagogue Jehova, uliitenga kwa ajili ya kazi yako Jehova. Tunajua ni mengi Baba itatendeka katika ya madhabahu. Tunajua ni kibali utapea watu wako. Tunajua wengi watapona, wengi watawekwa huru, wengi watakujua, wengi watakufahamu Mungu wetu kupitia haya madhabahu ya Synagogue. Ibariki Baba na uendelee kuinua mtumishi Baba, ukaweze kuendelea kumnenea, umjalie nguvu mpya, maono mapya Jehova. Tunajua Mungu kuna yale ambao ulikuwa umempa Baba, tusaidie kama wasaidizi wake Jehova, tukaweze kufanikisha maono yake na kuyasikilia Jehova, maana wewe ndiye uliyeiweka ndani yake. Tusaidie Baba na utupe hiyo roho ya upendo Jehova, ili tusidi kupenda Jehova, na ili tusidi Baba kuomba, maana haya madhabahu ni nyumba ya maombi na upendo. Wacha Baba tukatimiza hayo Jehova, maana hiyo ndio tunayotaka katika hii nyumba. Tusaidie, tuwezeshe, paulisha kila mmoja wetu, partners wote Jehova, mahali pote walipo, wakumbuke Jehova, ukawajalie Jehova neema zako na huruma zako, ukawapiganie Baba na ukaonekanie. Asante Mungu Baba, kumbuka nchi yetu ya Kenya Jehova, na ukumbuke kanisa lako mahali pote walipo, viongozi wote Jehova, watumishi wako wote mahali pote walipo Baba, zidi kuonekania na kubariki.
na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Have a blessed day, and may God be with you, and may God fight for you. Amen.